Lakini somo lingine ambalo watoto wanajifunza katika darasa hili ni somo la adhkar. Watoto wanajifunza adhkar. Katika adhkari, kitabu kinachotumika kinaitwa al-adhkarul muhimma li tullabil madrasati aljanna. Ni kitabu ambacho tumekiandaa sisi wenyewe. Tumekusanya ndani yake zile adhkari ambazo ni muhimu kwa Muislamu kuzifahamu. Tumechagua, zipo adhkari nyingi, lakini tukachagua baadhi ambazo ni za muhimu kweli kweli, ambazo Muislamu hatakiwi kuziacha katika maisha yake ya kila siku. Darasa lililopita walijifunza baadhi ya adhkari, na darasa hili kunakuwa na muendelezo wa zile adhkari, yani zile dua mbalimbali. Na kitabu hiki kina adhkari nyingi, lakini baadhi ni kwamba watoto wanajifunza adhkaru sabah wal masa, zile dua zile za sabah na masaa, za asubuhi na jioni. Kujua watajifunza zile adhkari za asubuhi na jioni ambazo ni kinga ya Muislamu, anatakiwa asubuhi azisome, jioni azisome. Zinamlinda kutokana na mashaitani, zinamlinda kutokana na wachawi, zinamlinda kutokana na hasadi, zinamlinda kutokana na vijicho, zinamlinda kutokana na shari za viumbe wote. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza katika kitabu hiki cha adhkari ni adhkaru naum, zile dua za wakati wa kulala. Mtoto anatakiwa asome nini, alale kwa utaratibu gani. Lakini lingine tunajifunza katika kitabu hiki ni duaul qunut, dua ya kunuti. Tutajifunza mtoto dua ya kunuti inavyosomwa, maana yake, inasomwa wakati gani, yote anajifunza katika kitabu hiki. Jambo lingine ambalo tunajifunza wafasulul awwal, ambao tumesema wanaanza kujifunza au kufundishwa misingi ya kielimu, wanaanza kusoma sasa ile elimu, watafundishwa pia dua usalati al-istikhara. Wanajifunza kuhusiana ile dua ya istikhara ambayo Mtume sallam alifundisha. Watajua kuhusu mambo ya swala ya istikhara au na dua ya istikhara, inaombwa wakati gani, inaombwaje, na taratibu zake. Watoto wanajifunza katika kitabu hiki, na adhkari zingine nyingi ambazo nachelea kurefusha maelezo, lakini zipo dua kadhaa ambazo tumeziandaa za muhimu Muislamu kuzifahamu. Watoto hao watajifunza katika kitabu hiki. Lakini somo lingine ambalo watoto wajifunza ni somo la alkitaba, wanajifunza kuandika. Wanajifunza kuandika katika darasa hili. Lengo la kuu ni mtoto ana uwezo wa kuandika maandishi ya Kiarabu kwa utaratibu mzuri, bila ya kutizamia mahali. Level hii, sababu anaanza kujifunza kuandika mwanafunzi kuanzia raudha, tamhidul awwal, tamhidul thani. Akifika level hii ya fasulul awwal, tunamtaka awe na uwezo wa kusomewa maelezo na akawa anayaandika na akayaandika kwa usahihi. Kwa hiyo hii ndio lengo. Kwa hiyo walimu watakuwa wanawafundisha watoto kanuni za kuandika, taratibu za kuandika, watajifunza wanafunzi kuandika. Somo hili hasa linafundishwa kwenye ubao na kwenye madaftari. Kwa hiyo hii haitegemei sana kitabu. Kitabu anakuwa nacho mwalimu tu kama sehemu ya mwongozo, sababu ni somo ambalo linahitaji practical. Haya, somo lingine ambalo tunajifunza katika darasa hili ni somo la lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu kwenye darasa hili tumeweka baadhi ya topic ambazo watoto watajifunza katika darasa hili, ziwape msaada watakapoingia darasa linalofuatia. Kuna kitabu ambacho wanakwenda kukisoma, kile tulikitaja kwenye mwongozo wa darasa la pili ambacho kinaitwa Durusul Lughati al-Arabia. Kinawapa msaada kwa sababu tayari wanakuwa wamepitia baadhi ya topic. Kwa hiyo kuna topic ambazo tumeziainisha kwenye darasa hili watoto wanajifunza, ambazo kwanza watajifunza tahiyya, namna ya kusalimiana asubuhi, jioni, mchana. Pia watajifunza dhamairul munfasila, watajifunza taqsimul ismi ila almudhakkar wal muannath, watajifunza taqsimul ismi ila almufrad wal muthanna wal jam', wanajifunza asmaul ishara lil qarib wal ba'id, watajifunza idafatul asma ila dhamair, watajifunza adawatul istifham, watajifunza asmaul makan wal jihad, watajifunza asmauz zaman, watajifunza awqatus sana. Pamoja na jambo lingine ambalo wanalifanya katika darasa hili ni kuhifadhi vitendo, kwa sababu ili uzungumze lazima uwe na vitendo vingi, uwe na verbs za kutosha, uwe na majina ya kutosha. Kwa hiyo wana kazi pia ya kuhifadhi vitendo katika darasa hili, ambazo kwa kiwango cha chini target ni wahifadhi vitendo 150 kwa mwaka mzima, pamoja na majina ambayo umeyasoma kwenye darasa lililopita yanakaribia 250 kwenye kitabu cha Arabic. Kwa hiyo kwa vitendo hivi na majina mengi waliohifadhi, na kwa kupitia hizi topic ambazo watakuwa wamejifunza,
watakuwa na uwezo sasa wa kuanza kuzungumza. Na malengo tumeweka ni kwamba mwanafunzi akifikia level hii tena hakuna kuzungumza naye Kiswahili. Lakini somo lingine ambalo wanafunzi wanajifunza katika darasa hili ni somo la tajwidi. Katika somo la tajwidi katika kuboresha usomaji wa Qur'ani, ambacho kitabu kinachotumika ni Al-Burhanu fi tajwidi al-Qur'an. Ndani yake wanajifunza topic za nun sakina na tanwini, matumizi yake, namna gani zinatamkwa, namna gani zinasomwa. Wanafunzi wana uwezo wa kuchanganua, akiona kwamba ajue hii ni idgham, hii ni idhhar, hii ni ikhfa. Lakini sio kujua tu peke yake, haitoshi kujua tu majina, bali kujua pia namna gani zinavyotamkwa. Lakini pia watajifunza mimu sakina, hukumu zake, namna ya kuzitamka. Watajifunza pia almimu wan nun almushaddadataini, namna gani zinasomwa, namna gani zinakandamizwa na taratibu zake. Watajifunza pia hurufu za qalqala. Kwenye kitabu hiki kuna topiki 4 tu ambazo watoto hawa wanajifunza. Lengo ni kuboresha ule usomaji wao. Lakini jambo lingine ambalo wanajifunza katika kitabu hiki au somo lingine ni somo la sira. Wanajifunza kuhusiana na historia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kufahamu historia ya dini yao imetoka wapi, ilianzaje, utaratibu ulikuwaje wakati huo, kwa mfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu kinachotumika ni Zadul Muslimi Saghir, ambacho ndani yake wanajifunza nasab ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa baba na kwa upande wa mama. Kwa wanajifunza baadhi ya matukio kama vile kisa cha tembo. Wanajifunza kwa ufupi katika kufahamu matukio yaliyotokea zamani. Wanajifunza historia fupi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utoto wake. Wanajifunza majina ya wake wa Mtume, majina ya watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanajifunza historia fupi ya kuteremshwa wahi uliteremka vipi, ulianzaje, ilikuwaje. Wanajifunza watoto katika kitabu hiki. Lakini pia wanajifunza historia fupi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi wake na kuhama kwake, hijra za masahaba kwenda Habeshi, hijra ya pili pia kwenda kadhalika huko Ethiopia, lakini hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Watoto wanajifunza baadhi ya matukio kupitia kitabu hiki. Lakini pia watoto watajifunza historia fupi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina, mambo gani yalijiri akiwa kule kwa ufupi kulingana na level yao. Lakini pia watoto katika kitabu hiki watajifunza majina ya vita alivyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam na historia fupi ya majina yale ikiwezekana. Lakini hasa watoto wajifunza majina ya vita alivyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonesha kwamba Uislamu ulianzaje, tabu gani ilipatikana katika ufikishaji wa dini na kadhalika. Lakini pia katika kitabu hiki watoto watajifunza lengo la kutumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na haki zake juu yetu, watoto watazijua. Lakini jambo lingine watoto wajifunza katika kitabu hiki ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba 10 waliobashiriwa pepo wakiwa duniani, majina yao na baadhi ya masahaba wengine ambao zimetajwa sifa zao katika kitabu. Watoto wajifunza katika somo hili la sira. Na somo lingine ambalo watoto wanajifunza katika kitabu hiki, somo la mwisho, ni somo la akhlaq, tabia. Katika somo la akhlaqi zimekusanywa hadithi 50 ambazo zimetaja maudhui mbalimbali za kitabia. Tunajifunza zile hadithi, wanazihifadhi, lakini pia tunawasimamia katika kuhakikisha kwamba wanaziishi, kwa sababu tutakuwa na mifumo ambayo inatupa taarifa kutoka nyumbani katika kudhibiti tabia za watoto. Tutakuwa na diary ambazo zitakuwa zinatusaidia kupata taarifa kutoka kwa mzazi. Mzazi atakuwa anatuwekea taarifa zake pale, maoni yake kuhusiana na tabia zile ambazo sisi tunataka mtoto wetu awe nazo. Kwa tutakuwa tunapata feedback kutoka nyumbani pia, hali ikoje, na shuleni tutapata feedback kwa walimu wa madarasa, hali ikoje. Alafu tunakuwa tunaangalia nini cha kufanya katika kutengeneza tabia za mtoto, kwa sababu lengo ni mtoto awe na tabia nzuri. Kwa hiyo hizi ni hadithi ambazo tumezikusanya zenye maudhui mbalimbali. Zinakataza kutukana, zinakataza kuiba, zinafundisha mtoto kujistiri, muhimu wa sala, namna ya kuvaa na mengineyo, namna ya kuzungumza na mengineyo katika kujenga tabia na imani. Ni hadithi za Mtume ambazo mtoto akizihifadhi zinamuongoza katika maisha yake. Kwa hiyo kwa ufupi, dakika hizi chache ni katika kueleza kile ambacho watoto wanajifunza kwenye darasa la faslul awwal, darasa la kwanza,
kwa mwaka mzima wa masomo 2026, na Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika kuyasimamia haya na kuyatekeleza, hatimaye mwaka utakapomalizika tuwe tumeyafanikisha biidhnillahil karim. Baada ya kuyasema hayo, ni kushukuruni sana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.